Katika kijiji cha Mwangaza alizaliwa kijana mdogo aitwaye Nuhu. Alizaliwa katika familia maskini. Baba yake Mzee Juma alikuwa mchunga vinyago, wakati mama yake Bisubira alikuwa mchuuzi wa mboga sokoni. Pamoja alijitahidi kuhakikisha Nuhu na dada yake mdogo Neema wanapata chakula, elimu na malezi bora. Lakini siku zote maisha hana huruma kwa wanyonge. Ghafla magonjwa yalikumba familia yao. Maradhi ya moyo yalimchukua baba yao, na baada ya miezi michache mama yao alifariki kwa msongo wa mawazo. Alipofikishwa kwa ndugu wa baba yake, alitarajia upendo na faraja, lakini badala yake alikutana na chuki, dharau na mateso yasiyopimika. Dunia ilimgeukia Nuhu. Ndugu wa baba na mama yake alikataa kuwalinda, wakakosa hifadhi, wakawa hawana pa kwenda. Baada ya kukataliwa na ndugu, Nuhu alianza kuishi mitaani. Yeye na dada yake walilala kwenye masoko yaliyofungwa usiku. Akaomba chakula na msaada kwa wapita njia, lakini wengi walimchukulia kama mkosi. Waliishi kwa maisha magumu, na siku moja mdogo wake Neema aliugua njaa na baridi kali, na usiku wa mvua kubwa alifunga macho yake na hakufumbua tena. Nuhu alibaki peke yake akihisi maumivu makali moyoni. Alipoteza wazazi wake wote wawili, na leo anampoteza dada yake mdogo. Atakuwa mgeni wa nani katika hii dunia? Kwenye umri mdogo anabeba maumivu asiyopimika, akishuhudia baba, mama na dada yake wote wakifariki dunia. Aliwaza, je, maisha haya na maana gani? Mbona Mungu aniongoza katika giza lisilo na mwisho? Mmoja Nuhu, baada ya kupitia nyakati za mateso, aliamua kuondoka kijijini. Alianza safari yake usiku na kuelekea mjini, akiwa na matumaini ya kupata maisha bora. Bahati ile njema, Nuhu alifika salama mjini. Ingawa maisha ya mjini hayakuwa rahisi, aliomba msaada kwa wapita njia, lakini wengi walimpita kana kwamba hakuwepo. Alilala chini ya daraja akila makombo aliyopata. Wakati mwingine alilazimika kufanya kazi ngumu ili kupata kitu cha kuingiza kinywani. Usiku mmoja, Nuhu akiwa pembezoni mwa duka kubwa akijistiri na mvua kubwa ilionyesha usiku huo, walikuja walinzi wanaolinda eneo hilo. Walimfukuza Nuhu akimtaka aondoke eneo hilo mara moja. Nuhu aliomba ajihifadhi kutokana na mvua kubwa, lakini watu hawa walimtimua bila huruma. Nuhu hakuwa na jinsi. Alitembea barabarani mvua ikimnyeshea, huku macho yake akitoa machozi ya uchungu. Hata hivyo, ndani ya giza nene kipaji chake kilianza kung'aa. Nuhu alikuwa na mkono wa dhahabu. Aliweza kuchora picha kwa ustadi wa ajabu. Mchanga, makaa, hata vipande vya miti vyote viligeuka sanaa mikononi mwake. Akiwa amechoka na njaa ya siku 3, alichora picha ya mtoto aliyekuwa akilia akitumia mkaa kwenye ukuta wa jengo la sokoni. Watu waliposimama na kutazama picha yake, walihisi huzuni na mshangao. Mtoto huyu ana mkono wa malaika, mzee mmoja alisema. Ndipo mtu mmoja tajiri aitwaye Bwana Hamisi, mmiliki wa duka kubwa la sanaa, aliposimama na kuangalia kazi yake. Bwana Hamisi alitabasamu na kusema, nitakufundisha zaidi. Kuanzia leo utakuwa mwanafunzi wangu. Akiwa chini ya uangalizi wa Bwana Hamisi, maisha yalianza kubadilika kwa Nuhu. Alianza kujifunza zaidi kuhusu sanaa. Alijifunza kuchora kwa rangi, kuchonga sanamu na hata kutumia vifaa vya kisasa. Aliendelea kusoma akijitahidi kila siku. Alifanikiwa kutengeneza michoro mingi kwa ustadi mkubwa, na baada ya miaka miwili kazi zake zilianza kuuzwa kwa thamani kubwa. Watu wakubwa walikuja kununua sanaa zake na jina lake lilianza kujulikana. Katika umri wa miaka 12, Nuhu alikuwa msanii mashuhuri. Alikuwa na jumba lake la sanaa na biashara yake ilistawi kwa kasi. Aliweza kusaidia watoto maskini, akajenga shule na kuwalipia ada wale waliotengwa kama yeye. Siku moja ndugu zake waliomkataa walifika katika jumba lake wakiwa na huzuni na aibu. Walimwomba msamaha kwa jinsi walivyomtendea. Nuhu aliwatazama kwa macho yaliyojaa hekima. Sikumbuki ubaya wenu, alisema Nuhu kwa upole. Mungu amenibariki na nimejifunza kuwa hakuna chuki inayojenga. Aliwasaidia huku akakumbuka maneno babu yake, nyumba ya udongo haistahili kupigwa mawe. Alisamehe, lakini alikumbuka mafunzo aliyojifunza. Si kila mtu anayekusema vibaya leo atashangilia mafanikio yako kesho. Nuhu aligeuka kuwa kiongozi wa jamii.
akiwasaidia wale waliokuwa na ndoto lakini wakakosa msaada. Hakuwadharau katika umri wake mdogo. Alifungua kituo cha watoto yatima, akikumbuka mateso ya kulala chini ya madaraja. Aliamini kwa mateso yake alikuwa daraja la kumvusha kwenye baraka. Siku moja akiwa katika mkutano mkubwa, alisimama juu ya jukwaa kubwa akiwaangalia maelfu ya watu waliokuwa wakishangilia mafanikio yake. Alichukua kipaza sauti na kusema, "Enyi ndugu zangu, leo nimesimama hapa si kwa sababu nimekuwa hodari kuliko wengine au kwa sababu sikuwahi kukubali kushindwa. Nimejifunza kwa udhaifu wetu ndio unaotufanya kuwa wanadamu, na ni kupitia mapambano yetu ndio tunapata nguvu halisi. Kwa hiyo nawaambia, hata kama mnakumbana na giza kali zaidi, kumbukeni kwa mwanga utakuja. Na hata kama mvua inaonekana haitakoma, jua litachomoza tena. Nilikuwa maskini, nilikuwa yatima, nilikataliwa, lakini Mungu hakuniacha. Siku zote mwanga huja baada ya giza, na mvua hainyeshi milele. Kamwe msikate tamaa." Hivyo ndivyo safari ya Nuhu ilivyoonyesha kuwa Mungu hamwachi yatima, na jua huchomoza hata baada ya usiku mrefu wa giza.